mtafiti aliyejitolea kumezwa na anaconda, Paul Leslie. Mwaka 2014, mtafiti wa wanyama porini na mhifadhi wa mazingira Paul Leslie aliamua kufanya jaribio la kipekee ambalo lilizua mijadala mikubwa duniani kote, kujaribu kumezwa na nyoka mkubwa wa aina ya anaconda ya kijani. Jaribio hili lilirushwa kupitia kipindi cha Discovery Channel kilichopewa jina la Eaten Alive. Lengo la Leslie lilikuwa ni kuvutia umakini wa watu kuhusu uharibifu wa mazingira katika msitu wa Amazon na kuonyesha ukubwa na uwezo wa nyoka hawa wa ajabu. Alitaka kuwafanya watu waone umuhimu wa kuhifadhi mazingira ya anaconda kwa kuonyesha jinsi walivyo viumbe wa ajabu, lakini pia walio hatarini kutokana na shughuli za kibinadamu kama ukataji miti na uwindaji haramu. Ili kuhakikisha usalama wake wakati wa jaribio, Leslie alitengeneza suti maalum iliyoundwa kumkinga dhidi ya nguvu za kubana za anaconda na asidi ya mmeng'enyo wake. Suti hiyo ilikuwa na nyenzo ngumu za kuzuia kubanwa, mafuta maalum yenye harufu ya mawindo ili kumvutia anaconda, mfumo wa kupumua uliomwezesha kupumua akiwa ndani ya nyoka, pamoja na kamera na vifaa vya kurekodi ili kunasa kila tukio. Maandalizi haya yote yalifanyika kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha kwamba jaribio linafanyika kwa njia salama lakini pia ya kuvutia kwa watazamaji. Baada ya maandalizi makali, Leslie na timu yake walipata anaconda mkubwa mwenye urefu zaidi ya mita 7.5 na uzito wa karibu kilo 250. Waliacha anaconda imarike udhibiti wake kiasili, huku Leslie akijitayarisha kwa hatua ngumu zaidi ya jaribio lake. Mara anaconda alipoanza kumshambulia, alianza kujizungusha mwilini mwa Leslie, akibanwa kwa nguvu kubwa kiasi kwamba alianza kuhisi mbavu zake zikibana sana. Japokuwa suti yake maalum ilikuwa inamsaidia kupunguza shinikizo la damu. Kadri nyoka huyo alivyoendelea kujiviringisha mwilini mwake, ilifikia wakati ambapo alianza kufungua taya zake kubwa na kujaribu kummeza. Katika hatua hii, Leslie alihisi shinikizo kubwa mwilini mwake, huku sehemu ya kichwa chake kikiwa tayari ndani ya taya za anaconda. Lakini muda si mrefu, alianza kuhisi kupoteza nguvu, upungufu wa hewa na shinikizo kubwa mwilini mwake. Ilikuwa dhahiri kwamba ingawa suti ilikuwa imetengenezwa kulinda mwili wake, bado hakukuwa na uhakika kama angeweza kuistahimili dhahidi bila madhara makubwa. Katika hali ya dharura, alitoa ishara kwa timu yake waingilie kati na kumsimamisha nyoka huyo kabla mambo hayajaribika zaidi. Kwa haraka walimuondoa kutoka kwenye makucha ya anaconda na kumtoa nje akiwa amechoka lakini mzima. Baada ya jaribio hili, majibu kutoka kwa umma yalikuwa tofauti. Wanaharakati wa haki za wanyama walikosoa vikali tukio hili, wakidai kuwa lilikuwa ni unyanyasaji wa nyoka na lilifanywa kwa ajili ya burudani badala ya utafiti wa kisayansi. Mashirika kama PETA, yani People for Ethical Treatment of Animals, walilahani jaribio hilo na kusema lilikuwa la kikatili kwa mnyama huyo. Watazamaji wengi walivunjika moyo kwa sababu walitegemea kuona Leslie akimezwa kabisa na anaconda, lakini jaribio lilikatishwa mapema. Wengine walihisi kuwa lilikuwa jambo lililotengenezwa kwa ajili ya television na lilihamasisha utalii wa kinyama badala ya uhifadhi wa mazingira. Hata hivyo, watafiti wengine walipongeza juhudi za Leslie, wakisema ingawa ilikuwa hatari, ilifanikiwa kuleta mjadala mpana kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira ya Amazon. Tukio hili lilikuwa ni moja majaribio hatari zaidi kuwahi kufanywa kwa television na lilizua mijadala mengi kuhusu maadili ya utafiti wa wanyama porini. Ingawa alikutimiza matarajio ya wengi waliotaka kuona Leslie akimezwa kabisa, lilifanikiwa kuvuta hisia za watu na kuleta mjadala mkubwa kuhusu hifadhi ya mazingira, tabia za anaconda na changamoto za misitu ya mvua ya Amazon. Paul Leslie aliendelea na kazi zake za uhifadhi wa mazingira na ameandika vitabu kuhusu misitu ya Amazon na changamoto zinazowakumba wanyama wa porini. Tukio lake linaendelea kuwa moja matukio ya ajabu zaidi kuwahi kuonyeshwa kwenye television na mjadala wake haujapoa hadi leo. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa za video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Vile vile unaweza ukalike, kucomment na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili sote kwa
pamoja tuweze kuelimika, kuhabarika na kuburudika kupitia chaneli hii. Asante kwa kutazama FMB TV.